Hata hivyo ulikuwa unapenda hela, kwa hiyo ni matokeo chanya. Mimi nimetumia nguvu sana kukuaminisha Yusa unaweza. Mtu bana wewe. Yaani kutokuswali, mtu ambaye aswali ni mtu. Usilie, don't cry. Huo ndo yaani Mwenyezi Mungu wakati ndo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo alikupangia. Hi guys, habari zenu? Jamani, we are back again kwenye episode ya pili. It's Sister Podcast. Uko na mimi Zulekha na Yusra. Karibuni sana. Okay guys, mada yetu ya leo tutazungumzia things that we wish we knew earlier. Kabla hatujawa hivi tulivyo. Wale wa light ningejua nisingefanya. Exactly. Miaka ya nyuma kidogo, yani kuna decisions ambazo nilifanya, kuna mambo ambayo tulifanya tuna wish tungeyajua tusingeyafanya. Naanza na dada Yusra. What are the things? Yani vitu gani ambavyo una Kwa nini tusianze na wewe uloidadavua mada? Unajuta kitu gani? Mimi. Mimi kitu cha kwanza yani ningejuaga ningeanza kusave hela niko chekechea. Mtu unawezaje kusave hela chekechea jamani? Yani ningejua kama yani maisha ya utu uzima yani ndo mambo yanakuja huko. Lakini huyu Zuu ameanza utapeli zamani. Umesahau ulikuwa unaenda mnadani unanunua nguo. Alikuwa ananunua nguo 300. Anakuja kutuuzia 2000. Ulikuwa sisi haukuwa unatuambia ukweli ulichokuwa unakifanya. Sasa hivi hapa unapouza bei unaambia wateja wako bei unanunulia. Sasa hapa si mimi nafanya biashara, wewe ulikuwa unafanya biashara, wewe ulikuwa ni tapeli. Wewe utapeli unaitwa ujasiriamali. Hebu sikilizeni hii mada. Mimi zamani nilikuwaga nanunua nguo 500. Yaani nikienda enzi za utoto nikienda mnadani nanunua top 500. Sasa Yusa alikuwaga na tabia ya kupenda vitu vyangu. Yani mimi nilikuwaga na vitu fulani hivi, kwa hiyo sasa alikuwaga anatupenda. Kwa hiyo mimi nikaenda kununua vitu vyangu, unakuta jamani na mimi nataka naambia nikuuzie. Unaniuzia shilingi ngapi? 5000. Sasa hapo kuna shida. Ulikuwa unanidanganya afu ulikuwa unaniambia ndio bei yake. Si unajua ni unyamwezi. Afu mimi nilikuwa sijui nyama ni upi. Na najikuta nabeba afu mwisho wa siku unakuja unasema wewe mwenye kudanganya ninunua 500. Sasa huo ni utapeli. Haya ungeanza kusave, yani ungeanza kusave chekechea na kati ndo hivyo ulianza vibiashara. Sina ningekuwa na visave sasa, shida nilikuwa natumbua afu sijui au how adulthood would feel. Sasa kwani shida gani? Sasa hivi si unafanya biashara? Au ungeanza zamani ungekuwa labda mbali zaidi. That's what I mean. Mwenyezi Mungu ndo alipokukadiria hapa, so relax. Vitu ambavyo mimi na wish nisingefanya. Nisingefanya, nairudia hii kauli. Nisinge kusikiliza wewe swala la kuniingiza kwenye mchezo nikatapeliwa hela yangu. Sasa mimi I had good intentions. Yes, you had good intentions. Tulitapeliwa wote, lakini kuna ile nafsi ya kujutia. Mimi nilikatazwa na wazazi, sikusikia, nikaona nikusikilize wewe, mwisho wa siku tukatapeliwa wote. Sasa kwani everything must work out jamani? Ndo I wish ningejua, kwa sababu subiri nikwambie, mimi nilivyokuwa chuo nimeuza mama ntilie, nimejichanga, nimeuza vidude vyangu vijuisi vinini. Mwisho wa siku babangu akaniona mimi ni mpambanaji. Babangu akaniambia mwanangu nitakuongezea hela kidogo. Mimi nikapewa mtaji na babangu enzi hizo. Nikapewa na babangu 500,000. Nikaanza kujitafuta. Udugu akaniongezea na yeye hela. Nikaanza vibiashara vyangu hivyo hivyo. Nimepata hela, Zuu akaniambia mdogo wangu ili mwakani uende mbali zaidi, tuanze mchezo. Kuna mchezo hapa, wanacheza watu wakubwa sijui ni nini, kwa hiyo utaenda mbali zaidi. Nikaanza. Mwisho wa siku tumekuja kutapeliwa 18,000,000. Nimeanza alifu ya kijiti. Wallahi nilianza alifu. Light ningejua nisingecheza ule mchezo, wenda leo hii ningekuwa mbali zaidi. Imagine ile pesa yote. At the end of the day I end up crying my dear. Sikupata lolosi. Mungu alikadiria hivyo. Sasa ndio pesa pia haikuwa riziki yako. Labda na huenda ingekuwepo pia isingekuwa. Au wewe ulipata kwa robbery? Why? Kwa nini hela zilidisappear zote my dear? Why not questioning your dad? Baba
unapata kalobari why my you and your daddy why? Yani mwisho wa siku nilichokuja wallahi kwa sababu ninacho hela nilionayo sasa hivi ni hela ambayo nilistart afresh kuisave mwenyewe kwa nguvu zangu, lakini hawa robberies walichonipa nilidhulumiwa chote kikaenda. Hicho ndo ningejua nisingechezaga ule mchezo. Aki ya Mungu, from the deepest part of my heart I'm really sorry. Yani I wished, yani nilikuwa na very good intentions. I know. The risk sikukupa tu. Mimi mwenyewe took the risk. Mimi nizulumiwa pesa ngapi? Tulitapeliwa wote. Yani mimi nitapeliwa hela nyingi. Lakini sasa wewe subiri nikwambie, mimi na wewe tulitapeliwa wote, lakini utofauti wetu ni kwamba wewe mwenzangu ulikuwa na hela. Mimi nilikuwa wapi shoga? Mimi mwenyewe nilianza alifu ya wewe kuanza alifu. Wewe kuanza alifu. Subiri nikwambie. Huyu sema mimi kwa kweli nilitapeliwa, lakini nashukuru Mungu dadangu ulinipambania nikasimama tena. Nashukuru. Kwa hilo nakushukuru. Kweli dadangu hakuwa na maana mbaya, lakini aliniambia hivi, ukianza kutoa 50,000 kila siku huyu jibane. Nilikuwa natoa hadi benki hela zangu naenda kutupia. Maana ule mchezo ukichelewa kutoa unashushwa. Mamangu aliniambia usicheze. Baba akamwambia Zuu usimuingize mtoto kwenye hayo mamichezo. Zuu akasema huyu sio mtoto amekomaa sijui ni nini. Mwisho wa siku nikatapeliwa, babangu akapata sukari ikapanda, nimetapeliwa hela zote nikaanza upya. Yani nilistart afresh. I'm sorry. Yani okay, thank you but yani nombeni tissue, bring tissue. Alafu yani kwa jinsi ile michezo, yani wewe mwenyewe ukiweka pale unaona watu maarufu, kwa yani they sound legit. Yani hata mimi mwenyewe nilipoona nikasema this is legit. Unaona watu maarufu, sijui ukapokea sijui milioni 30, sijui milioni 50, sijui milioni ngapi. Kwa hiyo nikasema ndugu yangu, siweze nikaona jambo zuri ambalo lina faida nifanye mwenyewe, niache kushirikisha mdogo wangu. Unaona tena unakumbuka hata hesabu nilizokuwa nakupa. Nikaana kwambia kwa mfano kusave mwisho wa siku ukipata hii hela. Afu tena ukawaambia waniweke mwezi wa kwanza ili nikafate mzigo wa Ramadhani. Nipate hela nyingi. Mimi sikulaumu dadangu. Yaani nasema light ningejua nisingeingiaga kwenye ule mchezo. Yaani wallahi mimi mwenyewe nasema wewe hapo nilikubebesha burden ukawa unalia mara mbili, unalia hela yako, ujue dadangu waga halii. Ukimwona Zuu chozi limemtoka ujue kimemramba. Yaani decisions ambazo nimezifanya ambazo sasa hivi najutia. This weird wewe ongea. Nataka niseme lakini it will sound like nini kuolewa? Yeah, najua unajuta, anajuta. Mzambuli alijichanganya. Kwa nini umeniita Mzambuli? Aliingia katika umri mdogo kikamramba. I was young and naive. Yani by the time decisions ambazo hivyo umeolewa ulikuwa na miaka 23, 24. 22 naenda 23. No, it was 23 unaenda 24. 23 naenda 24, yes. Ilikuwa 2020. Ulikuwa unaenda 24. Umeolewa bado mdogo sana. Imagine mimi nina miaka don't. But I'm still roaming. Still roaming around Kusema kweli, dada yangu, hiyo mambo yako ya ndoa ilinipa trauma. Mpaka sasa hivi yani nikifikiria kuhusu ndoa, wallahi I don't know niingie nisiingie, yani nina trauma. No, yani nina trauma. Hadi rafiki zangu wananiambiaga hiyo tatizo umebeba mzigo wa dada yako, unahisi kama watu wote wanaishi hivyo. Hamna, wanaume wote hawako hivyo. Kwa sababu mimi nilikuwa na kuangalia, yani chochote unachopitia unashare na mimi. Kwa hiyo yani nina ile trauma, naogopa sana. Anyways, inshallah ikifika wakati wangu Mwenyezi Mungu tu ataifungua nafsi yangu. Inshallah. Kwa ndio hivyo, yani I think ile decision nilimake nikiwa mdogo. Alafu pia mama alikuwa anaku pressure sana. Yes, any African parents wanakuwa yes, she's sorry, lakini yeye alikuwa anahisi labda pengine utajiheshimisha, lakini pia utamheshimisha yeye, lakini pia unajua mama yetu ni mtu wa ibada sana, kwa hapendi mambo michezo nini. Alikuwa anakutakia mema, lakini sio kwa dunia hii. Yeah, kwa hiyo the decisions that I made, yani kuna vitu kuna maisha namna fulani niloko naangalia kipindi kile,
na sasa hivi, yani two different things. Yani vitu ambavyo nilikuwa naona ni big deal, vitu ambavyo nilikuwa na desire, unaona, ningepewa hata miaka 3 mbele, yani nisingefanya that decision. Lakini pia Mwenyezi Mungu kuna muda anatupitisha kwenye vitu vibaya ili tujifunze. Pengine utakapokuja kukipata kizuri ukiheshimu au uwe mwenye kushukuru. Unaelewa? Kwa ndio hivyo mtu mbadi. Wewe alikupitisha kwenye kitu kibaya lakini katika umri mdogo, imagine upitishwe katika upitishwe katika hilo, huwa nasema alhamdulillah. Na the fact kwamba sikuwa na mtoto wala sikutoka na mtoto, yani naendelea maisha yangu where I left off, and I just wasted like 5 years of my life. Lakini it's not a thing. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kila kitu. Mbona sasa hivi I'm fine and I'm very fine, naendelea na maisha yangu. Yeah. And everything is fine. Yani I've not lost a thing. Nimejifunza. Lakini I wish, ndio maana tunarudi, ningejua. I singefanya right I don't know ni before I would not do. Yani ningejua nisingefanya au ningejipa tu muda. Unajua kipindi kile kuna vitu nilikuwa naviona yani ni big deal. Alafu at that time ukikutana mtu ambaye amekuzidi tu 5 years, ni rahisi kumanipulate. Lakini pia unakutana na mtu ana kipato. Nilipokuwa naangalia maisha at that age na sasa hivi, yani ni two different things. You understand? Yani kwa umri nilokuwa nao, ina maana mtu 5 years ambao alikuwa amenizidi mimi, it's so easy to manipulate me. Yani kama mimi umri nilionao sasa hivi nikutane na mtu ambaye nimemzidi 5 years, lazima nitamanipulate. Unaona? Sasa it depends ana kumanipulate kwenye sekta gani. Umeelewa? Na swala la ndoa, unajua love is life. Unajua love is life. Ina maana when you waste that time, you waste it badly. Yani kwanza emotionally, financially, yani everything, you get distracted. Yani actually this is the thing ambayo yani in my lifetime waga ninajuta mpaka kesho. Yani saa zingine nasema alhamdulillah, God has an intention for everything, lakini ningejua nisingefanya. Yani ningesubiri ni machue kidogo, labda ningefikisha yani kwenye 27 hivi at least, yani akili yangu ingejua in the do's and the don'ts. Yani sasa hivi the person that I want in my life namjua, the criteria. Yani kwa sasa hivi mtoto animanipulate vipi, aje na uongo gani, kwa yani I know. You feel me? Ni tofauti na kipindi kile. Hata hivyo ulikuwa unapenda hela, kwa ni matokeo chanya. Haya ni matokeo hasi chanya. Kwa relax, breathe in, breathe out. Maisha lazima yaendelee. Kwa kweli, ukiuza ulikuwa unakuja ulimuuza cheni fake kapewa rafiki, ulikuwa unakuja na dola, unatulingisha. Nimepata money behind my smile. Akakuuliza kwa relax my dear. Alikuwa anakuja na dola, mara uzitupe, zingine kitandani unazisahau. Unafanyaje? Jamani, this time still no man behind my smile. Ndio amekuuliza kwa mwanzo tu. Hamna bana, lakini kuna mazuri yake. Kuna mazuri, so far so good. Mwene mabaya hakosi mazuri, ila tu ndio hivyo, wenda wewe haukuwa riziki yake au yeye hakuwa riziki yako, ila yeye pia ana mazuri yake mengi na wewe una mazuri yako, una mabaya yako pengine. Okay. Kusema kweli mimi sijui nishukuru au nisishukuru, I don't know, lakini kuna idiot, I don't know ni muite nani, lakini kuna mtu alinishake kidogo maisha yangu, umeona? Yani najuta, yule mtu najuta, light ningejua nisinge date naye kipindi hicho, umeelewa? Kwa sababu kuachana kupo, lakini sema nilidate na wrong person ambaye labda Mswahili. Unajua mimi napendaga tukiachana pita hivi maisha yaendelee, lakini ni Mswahili, mambo ya kuchambana mitandaoni nini na nini hivyo mimi sipendi. Lakini pia katika hilo kitu cha kushukuru ni kwamba baada ya kuachana naye, ile heartbreak au upweke uliniinua imani yangu, kiliniramba paka nyayo. Alafu mimi nilikuwa nakuja kwako kulasini unalia. Unakumbuka? Sasa mimi alafu kilichoniuma sio kuachana, umeelewa? Kilichoniuma ni yani why he replaced you? No, achana tu na hivyo. Vile
kuchambana, kufanyeje. Alafu pia kitu kingine umetulia tu na shangaa umetupiwa dongo. Umetupiwa dongo. Alafu kitu kingine unajua shida watu ambao hawajui. Unajua watu wengi Yusa akimwona mtandaoni wanamuona kama mzungumzaji, mwongeaji, ana confidence. One thing they don't know about my young sister. My young sister, she's fragile like a glass. Too soft. Tell them. Sijui watu wanaisigi mimi ni muongeaji, mimi siongei jamani. Ni mzungumzaji lakini mimi nikiwa na dada yangu ndo nina confidence. Haziwezi. Eti mtu anasema kwenye comment anasema hivi, nampenda mdogo wake Tsadi, ila Yusra utamweza with Yusra. Mimi I don't talk. Unaweza ukantia singi. Huyu ndo mmogope. Mimi sio, yani mimi nipewe dada yangu pembeni na chakula nile nishibe, afu dada yangu huyu hapo utasema hey Yusra naongea nitajina nili. Lakini nikikutana na watu hata watu wengine tu siongei naogopa. Sasa mimi kipindi kile chuo, imagine marafiki zangu kina mume wamemaliza chuo, wamerudi mkoani, sina rafiki. Sikuwa na company kabisa. Kwa hiyo company alikuwa ni yule mtu. Dada yangu kipindi hicho hakuwa shoga yangu. Alikuwa kwanza unaishi Ununio, hatuonani. Mimi maisha ya chuo kutoka hapa kule kuja kwako yani mbali. Kwa hiyo nikawa sina rafiki, sina nini. Alafu umeachana na mtu, sio kama ulimpenda. Mimi jamani kawaida, lakini vile tu yes nilikuwa lonely kipindi kile. Sina marafiki, sina nini. Alafu mtu ukirudi hivi unakutana na madongo manini, kwa kile kitu kiliniramba sana. Kwa hiyo kipindi kile nilikuwa nalia, nampigia muma. Listen carefully my sad story. It was sad by that time, but for now I cried, my young sister. I'm so sorry. I cried because sikuwa na company kipindi kile, lakini yani ndo penzi lilikuwa limenoga hatari. Na penzi paja mama tia neno usutwe. Zuni kwa nikienda wananisengenya hadi na mume wake ndugu yangu. Shemeji nasikia bwana kimekuramba. Haya. Kwa rafiki yangu muma akawa ananiambia uko hauna rafiki and huwezi kukaa unakaa unalia kwamba sina mtu wa kuongea naye. Kwa nini usimfanye Mwenyezi Mungu akawa rafiki yako? Ongea na Mwenyezi Mungu, ongea naye, muelezee. Yes, rafiki yangu muma jamani ni mtu wa Mungu. Akawa ananiambia hivi, ongea na Mwenyezi Mungu. Akaniambia hivi, ushawahi kupitia scenario? Akawa ananikumbusha baadhi ya scenario zake. Mimi nishawahi kuongea na Mwenyezi Mungu kama namuona mbele yangu. Kwa kama unapitia wakati mgumu, muelezee. Hamna haja ya kukaa unaelezea watu ili uisi utahili. Hebu ongea na Mwenyezi Mungu. Kila ukihitaji wewe ongea naye. Jamani, kuanzia pale nilianza kuswali swala zangu 5 na sunna juu, sikuwahi kuacha. Kwa mimi since 2023 ilikuwa ile ndo kama waking alarm. Yes, waking call. Kuanza kuswali, yani kurudi kwa Mwenyezi Mungu mazima. Kwa tangu 2023 mwezi wa ilikuwa I don't know, lakini ndo nilianza kuswali moja kwa moja nikarudi kwa Mwenyezi Mungu. And nashukuru. Hamna sehemu ambayo utapata. Hakuna yani nilikuwa naamka usiku. Yani namuelezea Mwenyezi Mungu, naambia Mwenyezi Mungu kitu ambacho nakuomba kwa sasa hivi, nijalie tu subra na amani ya nafsi yangu. Hata kama sitopata mtu sahihi sasa hivi, lakini nijalie subra tu. Ndo kitu ambacho nilikuwa nakiomba mara kwa mara. Kwa I thank God niliheal ndani ya muda mfupi sana. Unakumbuka? Yani niliheal nikaanza. Tena Zua kawa ananiambia hivi, unajua mtu akiwa anakusema labda anakuchamba mtandaoni hana akili. Usijibizane na mtu ambaye hana akili. Fanya kazi alafu maendeleo yenyewe ataongea. Kwa hiyo nikawa napambana, sijibu, napambana na mimi kuja dukani nitafanya kazi. Yani umekaa umetulia, unakutana na bango. Unasema mama yangu hivi huyu ana akili. Afu kilichokuwa kinaniuma zaidi. Yani sijui lakini lakini yani kupitia hizo swala niliwahi kuheal ndani ya muda mfupi, ndani ya miezi 2 nikamsahau. And katika watu ambao wallahi billahi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu najuta, light kama ningeweza kuwatoa kwenye list
ya maisha, kwenye listi ya maisha yangu. Yani kama ingekuwa inawezekana umlipe mtu ili yani isiwe historia, yani nifute historia. Yani when you have that feeling unakuwa bado hujamove on. Siwezi kutongelea kirangi kwenye podcast. No thank you, not for today. Katika mtu umenigusa mshono, katika mtu sasa. Katika historia yangu watu yani mimi historia yangu ni fupi, lakini katika yako ka historia ka fupi, yeye ndo mtu ambaye sijawahi kumpenda, wallahi thumma wallahi. Sema tu alinikuta na yani alikuta desperate. Sikuwa desperate, yani tu yani sikuwa desperate, I don't know. Yani kwa hiyo ulilogwa mwanetu? Sikulogwa, yani alinikuta nimetoka, yani sitaki tukuelezea historia yangu ila yani katika mtu ambaye pia sikuwahi kumpenda ni yule, alafu akaja akanishoshege ndani ya muda mfupi, ndo mtu pia tulodate naye muda mfupi. Kwa yani akanishoshege ule uswahili. Mimi sijazoea mambo ya kuchambana mtandaoni. Yani that was very sio mambo yangu. Sio mambo yangu. Kwa yani lazima kumfuatilia. Kwa yani vile vitu mwisho wa siku ndo maana nilikuja kutoka nikamlamba bora tu yani kila mtu aishi na maisha yake. Yes, nikahisi ile pia ilinisaidia kuheal na kuendelea na maisha yangu. Kwa hivyo huyo pumbavu amemuuzi mdogo wangu aliniuzi. Ukitaka kujua Mwenyezi Mungu ana sababu ya kila kitu, imagine he brought that as a reason ya wewe kumrudia yeye. Na maana usingekutana na huo mtihani ambapo afu sasa kitu kimoja ambacho niishie kufuatilia sana kuhusu watu, mtu unaweza kumwambia jambo lako ambalo wewe linakuumiza, yani wewe unaona kama mtihani kwako, unashindwa kula au unashindwa kunywa, lakini mtu mwingine akaona mbona kawaida. Mtu mwingine ujue huwezi kuelewa. Unafanya hivi yes, lakini wewe unaona how hicho inaweza kika sound very slight. Mtu akaona mbona ni kitu tu cha kawaida, lakini ikilikuumiza kiasi kwamba wewe mpaka ukarudi kwa Mwenyezi Mungu. Kiliniumiza na nikawa mpweke, lakini nilikuwa nimeandikiwa. Wenda mpaka sasa hivi ningekuwa na swali kwa kuingia na kutoka, na swali kwa kuibia, lakini yani nashukuru ilinishia pia tangu 2023 sijawahi kuacha swala zangu. Hicho ndo kitu ninachoshukuru. Labda wenda katika maisha yangu alikuja yani akanifanyia hicho kitu, wenda ni sababu pia. Lakini ili wewe rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mimi katika kitu I wish I knew earlier. I say nimechelewa sana kumjua Mwenyezi Mungu. Yani lile haki lillahi, yani ile kumjua Mwenyezi Mungu, kufanya mambo yani ile kwa imani and feeling it kama I say, yani I wish I knew earlier. Na ujue Mwenyezi Mungu kila kiusilie. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kila kitu. Umeona? Dada yangu nilikuwa namwambia swali lakini bado Mwenyezi Mungu alikuwa hajamuita. Bado ilikuwa muda wake, kwa hiyo huwezi kuelewa. Yani mimi nilichokuwa mimi kitu ambacho sikuwahi kukujudge kwa chochote. Yani sikuwahi kukujudge like mbona usilie, don't cry. Huo ndo yani Mwenyezi Mungu huo wakati ndo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo alikupangia. Kwa hiyo sikuwahi kumjudge labda dada yangu mbona wewe ni mtu mbaya. Nilikuwa najaribu yani kutokuswali. Mtu ambaye haswali ni mtu yoyote ambaye haswali ni mtu mbaya. Imagine mtu ambaye anakataa kumsujudia Mwenyezi Mungu mwenyewe, unaweza kumuita ni mtu mzuri? Ni kitu kibaya, tunakosea. I can just say yani Mwenyezi Mungu anamchagua mtakaye. Ndio maana nasema hivi, that was yani kuna mitihani ambayo yani unajua kuna mitihani ambayo nilipitia mpaka sasa hivi nasema yani light by the time ningejua the only solution is getting back to Allah, labda ingekuwa nimepitia lakini hainikuli, unajua. I'm getting emotional. Ndio maana nakwambia hivi, wewe don't get emotional wala nini. Hayo ni maisha yako mwenyewe. No. Mwenyewe na ya kwangu hapa. Zingatia mtu ukiwa una chukulia uchungu. Uliyataka mwenyewe. Ona. Subiri nikwambie. Ndio hivyo tunamkosea Mwenyezi Mungu, lakini kila mtu kuna wakati wake ambao Mwenyezi Mungu atamuita. Inawezekana mimi nikawa baba namuhusia mtu fulani fanya kitu fulani, lakini ikifika muda ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua atamuita. Kitu ninachoweza kusema, tusiwajudge watu. Kama umeshindwa kumshauri mtu unaona haelekei, muombe dua basi inatosha. Mweke tu kwenye maombi kimya wewe na Mwenyezi Mungu ndio mnajua, muombe dua. Ipo siku Mwenyezi Mungu akiamua kuitikia dua yako basi yule mtu atabadilika, lakini tupunguze kujudge.
Yaani wewe kama una mema basi usimjaji mtu ukamwona muovu sana au nini. Ni kitu cha kwanza hata kuulizwa siku ya kiyama, na ukienda kaburini pia ni katika maswali utakaulizwa, man rabbuka, hivyo nani Mola wako, malaika wako, dini yako. Kama una swali sala they gonna save you. Lakini the other pillars of Islam, kuna mambo mengine ya Uislamu ambayo yanatakiwa yatekelezwe, yani apart from praying, kwa sababu lengo la swala inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar, kumwepusha mja na maovu na machafu. Yes, ina maana kama una swali lakini bado unafanya maovu na machafu, lengo lako la swala halijatimia. You understand? Kwa yani lile lengo zima la swala kama ukilifuatilia na ukawa una swali ile haki lillahi, lazima kuna mambo utaacha. Kuna maovu na machafu utaacha. Kwa hiyo unajikuta yani apart from praying kuna mambo mengi kuna sana, vitu unaacha, vitu vingi. Yes, na kuna vitu unaacha na kuna vitu vingi yani hapa vinatakiwa kutekelezwa. Sasa unakuta kuna watu wengine wanatekeleza hayo mambo lakini hawaswali. Umeona? It doesn't mean you are not a good person. You are a good person. Umeelewa? Na kuna watu wanaswali lakini hawajafikia lile lengo la swala. Umeona? Those are different people. Kwa hiyo mimi I cannot say I was a bad person. I was not a bad person kabisa. Kwa sababu nilikuwa sifanyii mtu mabaya. I'd never hurt anyone maksudi. Yeah. Despite yani kuna watu they were coming in my way kabisa kwa sababu ya their insecurities ambazo they have nothing to do with me, lakini ni wanajiumiza wenyewe, lakini wanaona kama mimi ndo chanzo. That was not my problem. It was their problem. Yeah. You understand? Kwa I was never a bad person kabisa. Ni kwamba tu nimechelewa kumjua Mwenyezi Mungu ile kutoka moyoni. Lakini I was not a bad person. Unakumbuka siku zetu kwa tumekaa unasimulia hadithi ya yule shehe alikuwa anasimulia ile hadithi alomkuta nanili yule mlevi peponi. Unakumbuka? Kwa sababu alikuwa anatoa sadaka analisha mayatima hivi kazi. Unakumbuka? Na alienda kwa imamu akamjaji, akamwambia huyo watu wanapenda kujaji. Unaona? Huyo imamu aliotesha ule mtu yuko peponi. Yule imamu akaenda kumuuliza mke wake, yani huyu kaendaje peponi wakati waga ni mlevi? Ndio akamwambia mume wangu alikuwa anatoa sadaka kwa watoto yatima every Thursday. Unajua tatu. Mwenyezi Mungu has a different way for a person. Unaweza kusema mtu asali labda ni mbaya, lakini ni kumuombea tu kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kama Mwenyezi Mungu alishakuonesha ufunuo, hii ndio njia sahihi, just pray for him. Don't judge. Kuna vitu anafanya yeye na Mungu wake ambavyo wewe huvijui. Na probably she is or he is a better person kuliko wewe ambaye unasali. Ni kweli? Yes, kama kuna nani moja nilikuwa nasikia kuna hadithi moja, kuna wewe mwanamke alikuwa ni mcha Mungu, yani alikuwa ni wa kuswali, tahajjud ni yeye, kiamulaili ni yeye, kila kitu ni yeye. Lakini alikuwa na shida moja, akaingia motoni. Shida ilikuwa ni ulimi mama. Alikuwa ni mwanamke ambaye hapatani na majirani zake. Tabia mbaya. Ina maana ilikuwa inaonekana ni she had a problem of ana maneno makali. Yes. Anakuambia neno ambayo yani wewe ukikaa usiku mpaka unaweza ukaliota. Kwa nini kaniambia hivi? Lakini she was praying. Unaona? Kwani Uislamu una mambo mengi. Apart from kusali. Kusali yes the first thing ambayo utaulizwa, lakini kuna mambo mengi. You have to be kind. Na watu wa mtandaoni ni majudgmental. Hapana, subiri nikwambie, unajua kwanza watu wakumbuke sisi ni vijana, sawa? Mimi mwenyewe napambana na imani yangu. Kuna muda kuna vitu naendeshwa na ujana, kuna muda imani yangu naongea na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna vitu unaweza ukamess up kidogo tu. Maybe hata katika picha tuvumilianeni jamani. Hapa kila mtu anajifunza na hakuna aliyewahi kwenda akarudi akatuambia ni kitu gani alikuta. Kwa hiyo hebu acheni. Jamani, kuna mtu nilipostigi posti yangu, sawa? Akasema hivi, nilikosea lakini alikuja akanijudge moja kwa moja, kalaniwa huyu mshenzi. Acha unajipostije sijui unalia. Nilikuwa na ile mambo ya mpira ilivyofungwa Yanga, yes, nikawa nalia. Nilikosea huku nasoma Qur'an, lakini mtu anajudge kwamba unaweza kulia, mbona hamli kwa mambo mengine? Unajua nyuma ya pazia, unajua mimi naamka saa ngapi nalia na Mwenyezi Mungu. Unajua mambo mpaka na hifadhi Qur'an kichwani, ina maana naitumia
nyenzo ya maisha yangu. Uwezi ukaja kunitukana ukaniambia kalaaniwa huyu mshenzi. Mimi siumizwagi na matusi kabisa, lakini nilisemaga ipo siku nitakuja kuelimisha watu, tujifunze kutokujudge. Mwelekeze mtu kwa njia nzuri. Unamuona mtu amekosea, mtafute hata uhakika na hicho ambacho kuna hadithi moja nilikuwa nasikiliza, I'm not so sure if it's kusema uongo allegedly. Ni Saidna Umar, something like that. Kama Saidna Umar, yani katika hao, kama sio sahaba ni katika tabiina. Yani yeye mwenyewe alikuwa ni mcha Mungu, yani ule mcha Mungu mwenyewe. Lakini kuna siku kuna mtu alimwambia, ni wewe ulivyo mcha Mungu wewe lazima nikukute peponi. Akamwambia hamna, mimi mwenyewe unavyoniona sina uhakika hata swala lilotoka kusali kama Mwenyezi Mungu kaipokea. Imagine nani watu ambao ni wacha Mungu na cha Mungu. Sasa who are you to judge a person ambaye umemwona mtandaoni? Usimjudge. Tena mimi ninachokipenda, mtafute mtu private. It's either kwa namba yake ama mtafute hata nanili DM, mwambie, mwelekeze, yani mwelekeze hata kama ni kwenye comment, mwelekeze in a good way. Alafu hakuna kitu kizuri mtu anaelewa kama mimi nikikufuata nikakuelekeza kwa njia nzuri. Siku nyingine utaona aibu. Remember that video, hata mimi mwenyewe nilikufuata. Yani ulipopost tu nikaiona. I think this is not okay. Ya wewe unaonaje? Uliniambia, nikakwambia hivi, I think hii ni njia yangu ya kuheal, lakini kama sio nzuri nitaifuta. Kilichonifanya nisifute ile post ni kwa sababu ya kutukanwa. Nikataka na mimi sasa ile ego yangu ya kibinadamu kwamba niwaoneshe I really don't care. Mimi sijali kabisa. Ila yes, lakini mtu akinifuata kwa njia nzuri naelewa kabisa, na mwanadamu ameumbiwa na haya. Unajisikia vibaya kumdisappoint mtu alokuelewesha. Mimi mara nyingi ukinifuata ukaniambia hivi, mbona hichi kitu kama hakiko sawa? Unaona kabisa hakiko sawa, lakini hunifuati ukanikalipia. Unaniambia au unaonaje? Mimi ukishaniambia au unaonaje, naona kabisa kuna kitu hakipo sawa. Nasema na wewe uangalie ni sawa au sio sawa without insulting. Nakwambia basi mimi naona sio sawa, nikafute au nifanye, au kama ni kitu nataka kufanya, nimekuomba ushauri, unaniambia naona sio sawa, lakini usinichambe. Kwa nini? Another thing, kitu kingine ambacho najijutia, jitoa kwa watu ambao walikuwa hawanipi thamani. I think by the time walikuwa they didn't know my value. Kuna namna walinichukulia na kuna line waliniwekea. Yani hawakunitarajia nitakuwa hivi nilivyo. Exactly. Kwa mimi I had real love for them. Pure. Very pure love for them. Yani my friends way back. Yani mimi nimekuwa heartbroken na marafiki mpaka nikasema yeye ndugu yangu, kwani ni sio na uchoga na urafiki ndugu yangu tu. Kwa sababu yani the way I loved them, the way I cared for them. Yani hivi samani nanili. Hivi unajua watu wana watu wao. Yani ni kama mapenzi, unayempenda hakupendi, anampenda mwingine anampenda mwingine. Kwa wewe unaweza ukamwona huyu ni BFF, lakini kumbe BFF ana BFF wake. Sasa wewe ukiwa unafanya kitu kwa BFF wako, unakifanya kwa moyo mmoja kwa sababu ndo mtu unayempenda. Kumbe naye ana mtu wake. Kwa hiyo tuseme wewe mtu unakuwa umewekeza kwa wrong person. Exactly. Ndio najuta. Another thing jamani, sijui niseme najuta, sijui niseme useless. Jamani mimi hata nisingesomaga masters. Sasa imenisaidia nini? Imekusaidia. Usingesoma masters, ungerudi Mwanza. Ungefanya nini? Mimi ningefikaje da sasa shogangu? Wewe ndio umenipambania. Eti ningefikaje da? Ngoja tuwape hapo ka story. Back then kipindi mimi nimemaliza chuo degree 2019. Kwa hiyo nilipomaliza chuo yani nilikuwa sina issue. Yani nilikuwa sina issue hapa mjini, sina cha kufanya. Kwa hiyo wazazi wakaniambia kama una issue mwana turudi Mwanza, rudi nyumbani. Wewe mtoto wa kike utakaje huko Dar es Salaam mwenyewe? Unafanya kitu gani kinachokaisha Dar es Salaam? Nikasema ya kofia nini? Mimi nikarudi Mwanza. Nikaenda mamangu tupike chapati. No thank you, not today. Yani nirudi mimi Mwanza. Nikasema hapana. Nikamwambia baba mimi sitaki kurudi Mwanza. Nataka kusoma. Kama nataka kusoma, nataka kusoma nini? Nikamwambia nataka nisome masters. Akasema hamna shida. Alafu baba na yeye anapenda kuheshimishwa. Nimekumbuka kitu. Kitu gani? Hiki kitu nisipokisema leo itaniuma sana. Mungu baba safi. Mwenyezi Mungu nipe nguvu mimi.
tumeongelea mambo ya masters, nimekumbuka kitu. Kipindi namaliza form 6. Unakumbuka kipindi kile form 6 nilikuwa naumwa sana? Sijasoma karibia miezi 6. Wewe ulienda miezi mitatu ya mwishoni. Miezi mitatu ya mwishoni. Yaani after form 5 miezi yote nikaumwa, nikaenda ukakaa nyumbani miezi mitatu ya mwishoni. Miezi mitatu. Sasa kipindi kile naumwa sana. Nishaijua hiyo story. Kuna mtu alikukadiria, ulimwambia hivi ulimwambia na mimi natamani nje nifike kama huyu. Alikuonesha sijui ndugu yake, dada yake, akasema unahisi masters ni nini? Basi kwanza ngoja sasa niwasimulie story vizuri. Okay. Haya, kwa by the time nimemaliza, ndo nilikuwa nimemaliza form 6, nilisoma miezi michache, lakini alhamdulillah I made it. Huyu unayemsimulia sasa hivi hakuwahi kukuumiza, alikuwa good person. Sema tu ndo tunaongelea ulimi. Unaweza kumuumiza mtu bila wewe kujua. Maneno, exactly. Lakini alikuwa ni good person. Alikuwa ni good person kabisa. Wallahi simsemi vibaya, na Mwenyezi Mungu amzidishie huko aliko. Sema yani ulimi, yes. Ulimi. Kamdomo. Alafu alikuwa mpole, sijui kalimtoka. Ile ilikuwa ni anakupa nguvu bila yeye kujua, ndo alikuwa amsha. Sasa sikio tumetoka vizuri nyumbani, can we go out? Yes, we can go out and stuff. Hivyo tukaenda zetu tukachill pale, tukala, si ilikuwa ni kuku something like that. Sasa ilikuwaga ni graduation ya dada yao, walikuwa wamegraduate masters ya law, unaona. Yaani akaniambia dada yangu amegraduate sijui ni nini. Yaani he was so proud of her, unaona. Yaani waga ana akili, anajitahidi. Yaani unajua mimi nikatamani, afu nilikuwa mdogo, unajua, unaweza form 6. Nilikuwa mdogo, nilikuwa na miaka si 10 na ngapi? 18, 17 Nikaambia natamani na mimi siku moja nitakuja tu kusomaga masters. Unajua alichoniambia? Akacheka kwanza. Akacheka. Akaambia unajua masters wewe? Unajua GPA ya kwenda masters wewe? Unajua ada ya masters wewe? Ina maana kichoni nikasema ametuona sisi ni maskini. Kwetu una akili. Kwetu ni maskini. Ameniona sina akili. Unaona? Sasa kwanza alivyoniambia hivyo I felt down mpaka nikawa nimenyamaza. Akasema hamna, sijamaanisha hivyo. Unaona umesoma tu miezi mitatu lakini umefaulu. Ndio maana tunasema huyo ni mtu mzuri. Ulimi tu ulimpona. Sema sasa wewe ile huwezi kusahau. Lazima ikuumize. Kwa hiyo nika hivyo akaambia hamna, sijasema hivyo kwa ubaya. Nikamwambia tu hamna shida. Uweze kama mimi. Yaani that was not in my, yani haikuwa in my bucket list kabisa. Kusoma masters. Sikuwahi kuwaza. In fact, yani to me it's not even an achievement. Yani if you doubt my energy, if you doubt nitakuprove wrong. Labda kama I'm not interested. Yani hata mimi kusema kweli. Napendaga kuapprove watu wrong. Yani ukinipa tu a benefit of doubt kwamba I can do this, unipangie mipaka. Mimi kusema kweli kaliniuma. Kalikuuma na wewe? Kitu sio huyo. Mimi mtu ambaye alishawahi kuniwekea yani nanili ni baba yangu mzazi. Yani sio kwa ubaya, lakini unajua mimi baba ananichukuliaga kama mtoto. Yani baba yangu sijui ananichukuliaje, kwa alisemaga hivi. Yaani wewe uuze hiyo na nili upate milioni ngapi? Nikoga nampigia hesabu mama, namwambia milioni 10. Baba akacheka sana. Akasema hivi, milioni 10? Yaani wewe upate hiyo milioni 10 sijui ni. Baadaye nikamwambia mama, baba ameongea lakini nitamuonesha baba kama naweza. Kwa nini yani amenikadiria? Kwa nini kanikadiria? Yani ananiona mimi baba ananionaga dhaifu. Hata alivyonipa mtaji ananiuliza, yani, umeula nikuongeze tena? Unakumbuka kipindi kile? Kamekula mtaji nikakopeshe nini? Nikakopesha katoto milioni 10 sio katanipa yangu. Sasa baba yani ananichukuliaga ile yani mimi ni weak, dhaifu sijui yani, kwa sababu sikia nikwambie, you are fragile. Tangia mwanzo nimesema yani you are too soft and fragile. Unaona? Kwa mtu asokujua anaweza kaisi you are strong but you are not. Mimi yani, sio dhaifu. You have to have someone ambaye atakupush. No, because you have me, you have someone behind you. Mimi nimetumia nguvu sana kukuaminisha Yusa unaweza. Yusa wewe ni mtu fulani. Yusa mbona una kipaji hiki? Yusa mbona hivi? Lakini yani wewe you were fragile and you are not even trusting yourself. Kwa nini mimi au mimi? Na wewe mwenyewe binafsi ulikuwa hujiamini. Lakini you were surrounded by the right people wanakufanya ujiamini. Mimi ninaweza, I'm not fragile, I can be someone. Mimi ni mtu fulani na nina nguvu fulani ndani yangu.
Babangu alikuwa ananiona mimi dhaifu. No, but he's proud of you, very proud of you. So nyumbani mimi ndo anaonaga kama last born kwa sababu ya jinsi nilivyo. Kwa hiyo sasa ni baba ananichukuliaga. Hata Najma anaonekana amenizidi. Umemzidi miaka 9 anaonekana ni dada yako. Kwa hiyo sasa sijui yani baba alikuwa ananiona mimi dhaifu. Imagine watu wanajua wewe ni last born my dear. Kumbe ni mtu mzima mwenzetu. Wewe kwani huo wenzetu utoe. Mimi wewe jiweke tu. Mimi jiweke tu mtu mzima, sema wewe na wenzako kina mama Hudi huko kina. Mimi sio mtu mzima mwenzetu. Bege. Mimi sio mtu mzima ndugu yangu, naomba uniache. Basi tufanye mtoto wa late 20s. Anyways, babangu sasa hivi he's so proud of me. Babangu ananiambia umeweza mwanangu, hebu nikopeshe. Babangu hebu nikopeshe mwanangu hapo hela sijui nini. Girl, nimeweza. Tunataka tu tutae hii brief. Ni hivi, all the people that loves us including our parents, yani wazazi wetu ndo wa kwanza, we can say our mom, our dad, they're so proud of us. Very proud of us. My dad is so proud of my young sister, very very proud. Na yeye ni mtu ambaye hakumdhania, yani kwa hiyo he's super proud. Yani Yusra, as the first one, I say I look good. I'm proud of that. I should take the trophy. Congratulations second mom. Oh mom. Kitu kingine, watu wasikate tamaa jamani. Yaani wewe kama unahisi unaweza fanya. Usiruhusu watu wakuvunje moyo. You need people, yani you need people who can encourage you. Yes. Hatutaki watu ambao watakupa moyo, watakuaminisha unaweza, unaona. Na sometimes kuna watu unakuta hawezi, lakini kutokana na ile energy ya watu ambao wamemzunguka wakamfanya aone kumbe na mimi naweza. Nikijaribu naweza. Lakini ukiwa na watu wabaya ambao wana energy mbaya, wanaweza kukufanya kitu ambacho unaweza ukahisi huwezi. Kile ambacho hauwezi ndo kabisa ukasema yani I should not even dare to try this. Kwa sababu sitoweza. Kwa usikatishe tamaa. Trust your instincts. Kama unahisi unaweza, fanya. Yani na usiogope. Kuna watu wengine wana aibu pia. Usiwe na aibu, maisha hayataki aibu. Ambao wanakuencourage, leave them behind. So lazima haya maisha uhitaji watu sana. Kama mimi I can say, mimi unajua kipindi naanza biashara nilikuwa sina watu. Wewe una bahati. Wewe umeanza biashara lakini you had someone leading you. Unaona? Yani mimi wewe umeanza, mimi nakuonesha unatakiwa kwenda kulia kushoto. Lakini pia yote mimi pia nilikuwa na uthubutu. Mimi sijawahi kuongozwa na aibu katika maisha yangu. Ndio maana mimi hata chuo, mimi nilikuwa vile nikipika chakula nyumbani, naenda kuuza ma hostel juice na watengenezea. Kuna baadhi ya watu walikuwa yani unajua wananata au labda unafika hostel utagonga hodi, tuna juice nzuri sijui ni nini, mtu anakuchukulia yani mtu anakuchukulia labda poa sijui nini, umeelewa. Lakini sikuwahi kuongozwa na aibu. Mimi aibu nilikataa. Kwa hiyo hata nilivyokuja kwako, nilikuja Zoo, nina 650,000, unaweza kunisaidia dada yangu kunichukulia mzigo uniwekee dukani kwako? Ukaniambia why not? Hiyo ni hela kubwa sana mdogo wangu, kwa sababu nimepambana, nimeuza mama ntilie, nimefanya nini, ni hela ambayo niliipata kwa jasho langu mwenyewe. Nikaja kwa dadangu nikaanzia hapo. Kwa mtu usione aibu, usijione wewe ni mzuri sana kwamba hichi kitu sio hadhi yangu. As long as humkwazi Mola wako aliyekuumba, hufanyi kitu cha haramu, do it girl. Pambana, Mwenyezi Mungu ipo siku atafungua milango yake, utaenda mbele zaidi. Usione aibu, yani usiwe na aibu. That's very nice. Mimi kipindi naanza biashara yani I came sijui hata ninaweza nikaiwekaje. Yani I had no one. Do you feel me? Unaona, kwa mfano wewe umekuja hata unasema dada yangu mimi nina hiki. Mimi sina huyo dada. Una dada. Mimi sikuwa na huyo dada. And I remember the first time nataka kuanza biashara, nilimpigia baba. Nikamwambia baba, kuna hela nimepata hapa for my saving and stuff. Naona kama mambo hayaendi vizuri sasa hivi, nimeamua kuanza biashara. Akaambia unataka kufanya biashara gani?
Nikamwambia nataka niwe na shona alafu na posti mitandaoni. Baba akaniambia kushona? Nimekusomesha mpaka masters ili wewe unashona? Hamna, si unajua mzazi labda anachukulia kazi ya kushona ni kazi ndogo. Yeye alitegemea labda utaajiriwa. Yaani alijua kwa mafundi cherehani, unaona. Alafu sasa ni ile akawa anajua nitaajiriwa, nitapata kazi, unaona, nitakuwa ni mdada fulani hivi, sio, umeelewa yani. Lakini sasa nilivyoonyesha kama naenda in another turn, akawa so worried. Lazima he wished all the best for me. Alafu mimi ndo wa kwanza. Lakini yani alikuwa haamini my move. Umeelewa? Alikuwa haamini my move. Lakini I thank God mama aliamini. Mama waga amvunji mtu moyo. Amvunji mtu moyo. Hata kama anaona sio sawa, anakutia moyo. Asema ngoja tuone mbeleni. Hata mimi mama nakumbuka alikuwa ananiambia hivi, lakini ukiuza hivyo chakula watu hawatokuna nili. Hawatokusema vibaya au kukuchukulia posti ukakosa mume, unajua. Hivyo labda watu watakuchukua mama na ndoa. Naambia hamna mama, hawawezi. Haya fanya na mimi nitakuweka kwenye dua, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Haya, anakupa moyo. Anajua tu ipo siku utapiga hatua. Ila baba unajua yule ni mwanaume, kwa hiyo anakuwa anaogopa. Yaani anataka the bigger moves kwa haraka of which yani. Alafu unajua baba waga ni mtu wa kuona mbali. Yeye anatakaga tu maendeleo, mambo makubwa. Kwa hiyo haamini katika hizi nguvu ndogo ndogo. Anaona kama mbona unaenda kujidondosha, mbona unaenda kama ndo unaenda kufa hivi. Kwa hiyo hivyo nikamwambia hiyo kazi ya kushona. Akasema yeye hakudhani kama ni good idea. Nikamshirikisha mama. Mama akaniambia mnielezee inakuaje. Nikamwambia ninaenda kukata vitambaa. Nikishakata vitambaa na shona, alafu napiga picha mtandaoni na posti. Kwa hiyo nitapatia wateja mtandaoni. Mama akasema sawa. Sasa hivi yani you're struggling financially, kama umeona yani hiyo ndo wazo zuri, ni sawa pia. Unaona? Kwa hiyo I started there. The point is nilikuwa nataka kuambia hivi, kipindi mimi nimeanza sikuwa na mtu yoyote ambaye anaweza kanilidi. Imagine mimi nimeanza biashara, mteja wangu ni wewe na mama. Because our family ni ndogo sana, umeelewa? Lakini mwenzangu yeye alikuwa na familia kubwa. Alikuwa sio kaka, dada, sijui mdogo mtu, mara wifi, mara nini kwa hiyo ni walikuwa wanamchangia sana, wanakuta anauza sana apart from me. Kwa hiyo mimi my only way ilikuwa ni ku struggle na Instagram. Kwa hiyo mimi nikaweka nguvu nyingi social media kwa sababu I had no people. Unaona? Kwa hiyo yani aisekuwa na dada ni muhimu sana. Lakini si nilikuwa na kusupport, si nilikuwa nanunua. Support kununua yes. Lakini kuna vitu sasa ndo sister. Mimi tu sina mawazo mimi sina mawazo kama wewe, lakini tufanye hivi ndio Mwenyezi Mungu sasa ushakuwa dada, unataka usemeje? Yaani tuseme hivi, wewe ulikuwa huna mtu wa kukupa mawazo makubwa. Ila wewe unachofikiria ukija kwangu tunashauriana. Mimi nakushauri kulingana na wazo ulilokuja nalo. Ila sikuwa na wazo kwa kipindi kile mimi la kukupa au ufanye hivi, sikuwa na mbadala. Kuna wazo na kuna kufunguliwa njia. Sasa Mungu ndo anakufungulia, wewe ndo dada mkubwa. Unataka ufanyaje guys? Yani it was na nilikuwa na nyie kwa hiyo. I wish ningepata mtu ambaye yani binafsi. Yani the struggles ambazo kuna vingine nilikuwa siviongei lakini they were hurtful. Sasa ndo ushaua kwanza. Hivi pumbavu kwa kama ni wa kwanza. You wish mama asingekuuza wewe wa kwanza, mzae nani umwachie msala? Wewe ndo wa kwanza. Sasa unataka nini? Ni wewe ndo wa kwanza, tunakutegemea. Yani wewe usijifanye unajuta kuwa wa kwanza. Thank you so much. Asanteni kwa kutusikiliza. Please msisahau kusubscribe our channel na pia msisahau kulike na kutufollow through our Instagram na our YouTube. Na mimi Zumo Destwear pamoja na Comfort Hijab. Thank you so tunawapenda sana. Bye bye. Ujaaga. Si nimewafanyia hivyo watu wetu. Watu wewe.